hadithi nyingine ambayo inaipa nguvu hadithi ya kwanza iliyotangulia, na ni vizuri unifuatilie ili tuweze kuwa pamoja. Hadithi hii ya pili, alafu tuone ni kweli hawa walimu wa kisasa wanapenda dini, wanapenda pesa, au ni sisi tumemkhalifu Mtume. Hadithi imepokelewa na Abi Said radhiyallahu anhu katika Sahih Bukhari. Qala, asema kwamba intalaqa nafarun min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, lilikwenda kundi fulani katika masahaba wa Mtume, fi safaratin safaruha, katika safari waliosafiri. Kuna kundi fulani katika kundi la masahaba lilisafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'i al-arab, katika kwenda kwao huko wakafika sehemu, usiku ukaingia, wakaweka kambi katika kabila miongoni mwa makabila ya Waarabu. Lile kundi lilipotoka limekwenda, usiku ukaingia, jamani tupumzike, kesho tutaendelea na safari. Wakaweka kambi katika kabila miongoni mwa makabila ya Waarabu. Fastadhafuhum, wakawaambia wale wenyeji wao, jamani sisi wageni, hatuna chochote hapa, tunaomba mtukirimu. Fastadhafuhum, tukirimuni jamaa. Faabau ayudhayifu, wale wenyeji wakakataa kuwakirimu wale wageni wao ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faludigha sayyidu dhalika alhayy, kiongozi wa lile kabila akagongwa na nyoka, au katika riwaya na maelezo akagongwa na nge. Faludigha dhalika sayyidu alhayy, kiongozi wa lile kabila ambapo wale masahaba wamefikia akagongwa na nyoka. Fasa'au lahu bikulli shay'in la yanfa'uhu shay'un, wakamhangaikia kwa kila jambo, kwa kila kitu. Kwa kweli hawakupata dawa ya kumsaidia kuzuia yale maumivu. Faqala ba'dhuhum, baadhi ya wale wenyeji wakaambiana kwamba lau ataitum haulai rahta, hivi jamaa mnaonaje kama mtawaendea lile kundi la wale wageni? Nendeni kwa wale wageni, kawaulizeni, inawezekana yuko pale ambaye atakuwa na dawa akamsaidia huyu kiongozi wetu, maanake hali inazidi kubadilika na kugeuka. Faatauhum, ni kweli wakawaendea wale wenyeji, wale wageni wakawaendea pale. Faqalu, wakawaambia, ya ayyuha rahtu, enyi kundi la wageni mliotufikia hapa, inna sayyidana ludigha, kiongozi wetu amegongwa na nyoka. Wasaina lahu bikulli shay'in la yanfa'uhu, na tumehangaika kutafuta na kumpa kila dawa, lakini hakuna dawa iliyomsaidia kumponyesha katika maradhi hayo aliyopatwa nayo. Fahal inda ahadin minkum min shay'in, je, katika nyinyi kuna mmoja wenu ana chochote ambacho kinaweza kumsaidia? Faqala ba'dhuhum na'am, wakasema ndiyo, sisi dawa tunayo, tunaweza kumtibu huyo mgonjwa wenu na huyo kiongozi wenu, lakini wallahi, katika wale ni moja alisema neno haya kwamba mimi dawa ipo, lakini akasema wallahi inni la arqi walakin, mimi nitamtibu, lakini wallahi laqad istadafna lakum, wallahi
laqad istadhafnakum falam tudhayifuna, mimi nitamtibu, lakini mnakumbuka tuliwaomba mtukirimu kwa sababu sisi ni wageni, tumefika katika mji wenu, hamkutusaidia kitu, hamkutukirimu sisi, tukahangaika. Alhamdulillah, tukapata pahala pa kukirimiwa na wenyeji wengine. Kwa hivyo ninachosema, fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'la, tunasema sisi huyo kiongozi wenu hatuwezi kumtibu mpaka mtupe, tukubaliane kwamba ni kiasi gani mtatupa ili tuweze kumfanyia matibabu huyo. Na utaona kauli aliyoitumia huyu sahaba, alisema inni la arqi, mimi nitamfanyia ruqya. Ruqya, kuna ruqya za aina mbili, Kiswahili ni zinguo. Kuna ruqyatun shar'iyya, kuna ruqya ya kisheria na kuna ruqya sio ya kisheria. Ruqya ya kisheria ni kusomewa Qur'an, ile Qur'ani katibu, kwa sababu arqa au ruqya ni tamko la Kiarabu lenye maana tiba ya maneno. Kwa hivyo tunasema ruqya ni tiba ya maneno, na watu nyinyi ni mashahidi. Kuna tiba ya maneno kama hii katika ruqya ambayo sio ya kisheria, na sisi Waislamu haturuhusiwi kuifuata. Ni mtu anakwenda kwa bibi fulani, bwana, nimekuja nasikia kama kichomi hapa, nimetafuta sana dawa sijapata, sasa unaweza kuna nini? Basi yule bibi anakuita, sogea hapa, anasema maneno, alafu kisha anakutemea yale maneno. Ile ni ruqya, lakini ile sio ya kisheria. Kwa hivyo na yule sahaba akisema mimi nitamfanyia ruqya, kwa hiyo nitamsomea, ni tiba ile ile ya maneno. Kwa kuna tiba ya vifaa, mtu kama dawa pewe, lakini kuna na tiba ya maneno, hiyo ipo. Kwa hivyo sahaba yule akasema siwezi kumfanyia ruqya kwa sababu nyinyi tuliwaambia mtufanyie ikram, hamkutaka kutukirimu kwa sababu sisi wenyeji. Sasa ili tumfanyie ruqya tupatane kwanza, mnatupa nini? Fasalahuhum ala qati'in min alghanam, wakapatana juu ya makubaliano kwamba wapewe kundi la mbuzi. Sikilizwa vizuri, akakubaliana, bwana, kama tunamtibu bwana, mtupe kundi la mbuzi, ndio tiba, ndio malipo yetu. Basi wale wenyeji wakakubali kwamba tutawapa hilo kundi la mbuzi. Qati'in min alghanam, wasema qati'in min alghanam ni kuanzia mbuzi 40 kwenda huko. Tazama maswahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu, alafu uje na sisi wa leo, utaona kwamba mambo ya leo ni kulaumiana. Hao mashekhe, hao maustadhi, hao kadha hivi. Watu wameacha dini, kilicho kingi ni maneno na bila utekelezaji. Basi famtalaka yantafilu alaihi, yule sahaba akaanza kumpuliza pale anapoumwa, wayaqra, alafu huku anasoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, alafu anampuliza yule mgonjwa pale panapouma, anampuliza huku anasoma suratul Fatiha. Ruqya ya kisheria hii inakubalika. Hii ni hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maneno kama haya tuyachukui katika vyanzo dhaifu. Basi akawa anasema maneno alafu anasoma wayaqra alhamdulillah, anasoma suratul Fatiha, asema fakaannama nashita min iqali, yule mgonjwa kulingana na ile tiba akawa ni kama vile ngamia aliyefunguliwa kutoka kwenye kifungu, yaani akapona yule mgonjwa, maradhi yale ya maumivu ya kugongwa na nyoka yakamalizika. Famtalaka yamshi, yule bwana famtalaka yamshi, basi akawa anatembea, wama bihi qalaba, na huku akiwa hana maumivu, hakuna tatizo lolote au sehemu yoyote inayemuuma. Qala, akasema faaufauhum julahu, jamani, mimi nimepona, wapeni hao mabwana malipo yao.
alladhi salahuhum alayhi, mliopatana nao, apeni yale malipo, peni hilo kundi la mbuzi waende nalo, nishapona mimi. Faqala ba'dhum, basi kweli masahaba walipewa. Baada ya kupewa, baadhi ya masahaba wakasema iqsimu, sasa jamaa tugawe, kila mmoja apate chake, kila mmoja apewe mbuzi wake. Ni watatu, ni wanne, ni wangapi? Kila mtu apewe chake, ili ajue anaenda kutumia wapi. Faqala alladhi raqa, yule aliyefanya ile kazi ya ruqya ya zinguo akasema, la tafalu, tusifanye hivyo, tusigawane kwanza, hata nati annabiyya, mpaka twende kwa Mtume Muhammadin, fanadhkura lahu alladhi kan, ili tumwambie hili lililotokea. Tusigawane kwanza, twendeni kwa Mtume tukamwambie Mtume, tumekwenda huko, imetokea hivi na hivi. Fanandhura ma ya'muruna, ili tuone Mtume atatuamuru nini, tumepatia au tumebunibuni. Faqadimu ala rasulillah, wakafika mbele ya Mtume Muhammadin. Fadhakaru lahu, wakamsimulia matukio tokea yalipoanza mpaka walipofika, mpaka tukio walilokutana nalo la kutibu. Wakamwambia Mtume hali nzima ilivyokuwa. Faqala, Mtume akauliza, wama yudrika annahu ruqya, wewe bwana wewe, kwani ulijuaje kwamba hayo maneno yanatibu? Wewe ulijua vipi suratul Fatiha inaweza kumtibu mtu? Wama yudrika annahu ruqya, ulijuaje kwamba hii ni ruqya? Mbona mimi sikusomesha? Mtume anamuuliza yule sahaba, kamuuliza. Thumma qala, kisha Mtume akasema, ada asabtu, mmepatia bwana, safi kabisa mlichokifanya. Sasa ninachosema, iqsimu, gawaneni hicho mlichopata katika hilo kundi la mbuzi. Wadhribu li maakum sahman, na mimi mnitengee fungu langu, msinisahau na mimi. Huyu anasema Mtume Muhammad, gawaneni na mimi msinisahau kwenye fungu mlilopata. Mtu kasoma kule suratul Fatiha katika matibabu, katibu kwenye mgao, Mtume naye anasema na mimi mnigaie.